kutoka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 8. Amen. Kutoka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 8. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo mchana leo. Asante Mungu kwa neema yako na kusanyiko lote hili ni watu wako, wamekuja nyumbani mwako Mungu. Naomba nitumie mtumishi wako kunena neno lako. Wengine wako madhabahuni hapa, wengine wako huko duniani sehemu mbalimbali. Basi Mungu wahudumie wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Kutoka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 8. Ujumbe ni huu: maombi mengi mbele za Mungu yanatupa ushindi wakati wa changamoto. Maombi mengi mbele za Mungu yanatupa ushindi mkubwa wakati wa changamoto. Maombi mengi mbele za Mungu yanatupa ushindi mkubwa wakati wa saa ya changamoto. Kutoka mlango wa 17 mstari wa 8. Wakafika wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu wende ukapigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwako. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kilele kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Mikono ya Musa ililegea. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitengeneza mikono yake, moja upande huu na moja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Mstari wa 13. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe kumbukumbu, kisha uihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitafuta ukumbusho, kisha ukumbusho wa Amaleki kabisa usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Jehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Amen. 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 Maombi mengi mbele za Mungu yanaleta ushindi mkubwa wakati wa
wa saa ya changamoto. Amen. Mgeukie mwenzako, mwambie maombi mengi mbele za Mungu. Maombi mengi mbele za Mungu yanaleta ushindi mkubwa wakati wa saa ya changamoto. Haleluya, haleluya wapendwa, haleluya kanisa la Mungu. Naomba niende kwa haraka nikupe wakati. Changamoto zipo. Hata asubuhi leo mchana leo nayo. Na pia pita tuliona uaminifu wa Mungu. Wakati Israeli wamelalamika juu ya mkate, chakula, akatokea akasema, waambie kesho asubuhi wataona nguvu za Mungu, nitanyesha mvua ya mikate. Na mvua ikanyesha, mvua ya mandazi au mikate kwa muda wa miaka 40. Baada ya hivyo wameendelea na safari. Walipokuwa safarini ili wafike ili nchi ya ahadi, Bwana amewaahidia Amaleki. Nipe Kizungu na Kiingereza. Kizungu na Kiswahili. Amaleki wakawashambulia Israeli. Moja, kumbuka hivi, usijaribu kuzuia mpango wa Mungu katika maisha yako. Naomba nijifunze kutoka. Usijaribu kuzuia mpango wa Mungu. Hiyo utakuwa unapigana na Mungu mwenyewe. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Mimi nikushauri, hata kama hujajua sana, kaa kimya. Lakini usijaribu kuzuia au kuingilia mpango wa Mungu. Amaleki, Israeli, Mungu anaokoa toka Misri na yeye anakaa nao. Alafu Amaleki wanaingilia, wanawashambulia Israeli. Wakati Mungu anakaa nao, usijaribu kuingilia misheni ya Mungu. Kama ujui ya fadhali ya nasi na washauri watumishi wa Mungu, kuna mambo anazungumza Mungu makali sana. Amesema nitafuta Amaleki, wote nitawafuta Amaleki. Kwa nini? Waliingilia ule mpango wa Mungu. Amen. 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 Sasa wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli, na pele waliwashambulia Israeli. Aliprofisha Amaleki, wao wako safarini. Usipigane bila sababu na mtu atakuprofisha. Pana watu wa Mungu tusio wagomvi. No. Amen. Amen. Mpaka kule nyuma. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya. Ogopa kuingilia misheni ya Mungu. Amen. Amen wapendwa. Hambili na kuhubiri jambo hili, kumbuka maombi yana nguvu sana, ni silaha. Haleluya. Silaha ya ushindi wetu ziko mbalimbali. Maombi ni moja silaha kubwa sana, silaha kubwa sana katika maisha yetu.
maombi huwa hayaozi, ni akiba. Amen. Tawapili. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane naye. Angalia kizungu, kwa nini nimesema wewe na mama. Anasema hivi, Moses said to Joshua, choose some of our men. Ndio. Amen. Amen. Kiswahili hajaweka. Moses said to Joshua, choose some of our men. Our men. Amen. Amen, wapendwa. Haleluya. Nataka nikwambie, narudia tena kwenye ibada hii. Niwaambie ibada kwanza. Usipende kuwa a visitor kanisani siku zote. Najua kwa mfano, labda nimeenda Mwanza, nikifika pale kanisani nitakuwa mgeni, si ndio? Si ndio jamani? Nitakuwa mgeni. Lakini kama nikikaa Mwanza, haipasi siku zote niwe mgeni. Natakiwa niwe nini? Sehemu ya kanisa la Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Wow, nashangaa watu wanaweza kama kanisani miaka na miaka ni wageni. Joshua anasema Moses said to Joshua, choose some of our men. Yaani wale ambao ni sehemu yetu, watu wa kwetu, ndio waende wakapigana na Amaleki. Haleluya. Haleluya. Wewe mgeni kanisani kwa miaka yote, uwe sehemu ya kanisa la Mungu. Haleluya. Haleluya wapendwa. Wewe kwanza, Kristo hana wageni. Kristo anatufanya tuwe sehemu ya mwili wake. Wewe ni mwili wa Kristo. Wewe sio mgeni katika mwili. Wewe ni sehemu ya mwili wa Yesu Kristo. Nataka uelewe leo. Kuna watu wanasikia kila siku ni wageni, hawataki kufanyika sehemu ya kanisa la Mungu. Halo. Joshua anajivunia watu wake. Haleluya. Anasema some of our men, ya miongoni mwa watu wetu. Acha kuwa mgeni siku zote kanisani, uwe sehemu ya mwili wa Yesu Kristo. Wageni hawataomba kanisani. Ukimwambia tufunge na kuomba, anasema ni mgeni. Mgeni hayuko tayari kulipa gharama ya uwepo wa kanisa hilo, maana yeye ni mgeni. Nasema mimi ni mgeni. Mpendo, wewe umeokolewa na Yesu, wewe sio mgeni. Haleluya. Haleluya. Kila uliokombolewa, kila uliokoka, nataka leo ufute kumbukumbu za kama unajesha siku zote mgeni. Wewe ni mwenyeji, sio mgeni katika mwili wa Yesu Kristo. Wewe ni sehemu ya kanisa la Mungu. Ujitambue hivi. Mgeni hayuko tayari kushiriki gharama ya kufanikisha misheni ya Mungu. Hayuko tayari. Ndio shetani anafanya watu washinde. Wewe mfundishe hivi. Napenda na Mungu atusaidie. Unajua Mungu anataka tutumike. Mungu anataka tutumike. Amen. Amen wapendwa. Mungu anataka tutumike, anataka tutumike. Acha kuongea miaka yote katika kanisa la Mungu. Acha kujificha kama mimi mgeni. Nataka niwaambie hakuna aliye mgeni katika
sana Mungu. Lakini wengine wote mko hapa miaka na miaka mingapi? Miaka. Wewe sio mgeni katika nyumba ya Mungu. Beba mzigo wa ufalme wa Mungu ili uweze kuendelea mbele. Acha Mungu. Mimi ni Joshua. Haleluya. Mimi ni Joshua. Mungu anatuma watu walioko kweli. Nataka naona ambao nisema fulani nenda Samaria tukafungue kanisa mseme tuko hapa. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Wewe sio mgeni. Haleluya. Wewe sio mgeni. Haleluya. Acha mgeni. Acha mgeni. Joshua, Musa anamwagiza Joshua, chagua watu wa kwetu walio wa kwetu wakapigana na Amaleki. Kama amechagua ambao sio wangewasaliti. Wangewasaliti. Jisikie ni sehemu unapoweka kanisa. Jisikie ni sehemu ya kanisa hilo. Unapoabudu pale, jisikie ni sehemu wewe. Acha Mungu ajivunie wewe. Haleluya. Anapoweka madhabahu hapa, ana maana. Anataka watu madhabahu hii tunatumikia Bwana na asema pale wako fasiwa nini? Amen. Amen. Kuna hata Mungu wanatumikia Mungu kwa unyonge sana. Hapana. Haleluya. Unakuja nyumbani kwa Mungu hapa. Unajua hapa sisi natafakari na kaa. Napowatembelea wengine mnatoka mbali. Hiyo kitu kinakuza sana moyo wangu. Msuri jambo la kawaida hapana. Na usije mnyonge hapana. Unakuja ninaenda nyumbani kwa Mungu wangu na nitakutana naye na atanihudumia. Nataka nikwambie wewe Yesu Kristo, tumikia Mungu kwa furaha. Haleluya. Tumikia Mungu kwa furaha. Toa mali zako, nguvu zako, toa kulisha. Usione kitu kinanipita hata mtaala na kati. No. Sio Amaleki wanaharibu Israeli. Alafu unanyamaza. Sababu sio sehemu. Nataka nikwambie nyie ni sehemu. Haleluya. Haleluya. Wewe ni sehemu. Joshua anaambiwa na Musa, chagua watu wa kwetu wende wakapigana na Amaleki. Amen. Amen wapendwa. Haleluya wapendwa. Wewe ni sehemu, sio mgeni. Haleluya. Wewe ni sehemu katika mwili wa Yesu Kristo, na ndivyo ulivyo. Nataka niwaambie watakatifu wote, popote unapokuwa, uwe hapa kando ya church, uwe sehemu gani kule kanisani ambapo tunatokea, wewe tembea hapa. Nataka nikwambie kule Joshua, wewe sio mgeni. Uliyeko hapa sio mgeni. Moyo wako umenene kabisa na utaonekana Mungu katika maisha yako. Maombi. Tuchagulie watoke upigane na Amaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele. Okay. Asante. Tuchagulie watu Musa watoke wapigane na Amaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile. Alafu anasema
na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Okay, so acha kwanza tuishi. Amen. Sasa nazungumza maombi yana nguvu ya kutana na changamoto zetu. Mameleka ilikuwa tishio. Na mkijua watu kwanza hawajatoka sio kwamba wametrainiwa kivita, hapana. Walikuwa ni watu watumwa, si ndio? Na mepita siku chache ni watumwa tu. Acha kumwonea mnyonge bwana. Mara zote Mungu anasimama na wanaoonewa. Amen. Amen. Haleluya. Yaani sio kwamba wamekaa miaka kwamba wamekuwa train jeshi kama siku za Israeli wako watamu sana wa vita, lakini wametoka utumwani. Jamaa wanavamia njiani. Usidhubutu kuingilia mishe ya Mungu. Mungu anasema nitafuta Amaleki. Na kwambia Roho Mtakatifu, usidhubutu kuingilia mishe ya Mungu. Ungana na Mungu. Usipigane na Mungu. Ndio Musa anasema hivi, yeye anapanda juu. Endelea kufuata. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Haleluya. Haleluya wapendwa. Wamepanda kufanya nini? Nimepanda mlima Kilimanjaro mara mbili. Mara kwanza tulipanda mpaka naita Uhuru Peak 2010. Tuliongozwa na kiongozi mtu alikuwa anaitwa Pastor Emmanuel Marando. Tulienda kuomba kwa ajili ya Tanzania na Afrika Mashariki. Kile mzee Shalala. Kila siku Mungu tulienda kuomba, hatukwenda kufanya utalii. Ni safari ngumu sana kupanda kilele cha mlima Kilimanjaro, Uhuru Peak. Sio kimo ndogo, Uhuru Peak. Ni barafu hasa. Nashukuru Mungu, safari tuliyaombea mengi yalitendeka makubwa sana. Maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu. Mpendwa, unaikabili vipi changamoto yako? Panda mlima. Haleluya. Kuna wakati ambapo tutoke katika hali za mazingira ya kawaida. Amen. Amen wapendwa. Kuna mambo mengine tumezoea hali za kawaida. Sio tumezoea. Mungu anataka pia katika Yesu mwenyewe alipanda milima. Amen. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Siku zingine tupande milima. Milima. Hii changamoto ni kwa nzito, sio kawaida. Bila Mungu asingeweza Israeli. Ni wachanga, wametoka juu, wako safarini, wajua kupigana, hawaelewi. Na wako safarini, wako wanatuma majeshi yao. Baba ninakwambia leo, mlima. Mtafute Bwana. Amen. Haleluya kanisa. Tumtafute Bwana. Amen. Mtafute Bwana. Biblia inasema wakati wakati Musa amepanda juu anaomba. Ninasema hivi, endelea mbele. Ikawa Musa alipoinua mkono wake
walishinda. Ameinua kufanya nini? Kuomba. Sema kuomba. Sema kuomba. Kuomba. Kama unataka tuone Mungu akitushindia, usiache maombi. Tusiache maombi. Kwa nini Yesu alisema ombeni? Alisema usifungue. Katika Luka 18 anahimiza kuomba. Imetupasa kumwomba Mungu daima. Anasema daima, zingine anasema siku zote. Kwa nini Yesu? Wapendwa, maombi yana nguvu sana. Haleluya. Atasoma lakini kupatia kwa kichwa tu. Katika Yakobo 5:16 pale amezungumza sana kwamba the prayer of the righteous man is powerful. Maombi ya mwenye haki yana nguvu sana. Anasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, alifunga mbingu, mvua isinyeshe kunyesha, baadaye akaomba kwa bidii, mvua ikatokea. Yote sisi Wakristo tumshirikishe Mungu kwa maombi. Iwe biashara, usitaende hivi, iwe ni ofisi, iwe ni nini, iwe ni masomo ya vyuo, iwe ni kusoma, iwe ni kazi, iwe ni ofisi, mshirikishe Mungu. Huo ndio ushindi wako. Ushindi wako unatoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya wapendwa. Kwa Musa amepanda kwenye mlima akinyosha mikono hivi, Israeli wanashinda. Hapa kanisani mnakuja kukutana na Mungu. Hamuji kukutana na bishop. Kila mmoja kutoka nyumbani unakuja kukutana na Mungu. Hauji kukutana na bishop. Mimi ni mtumishi wenu. Ni Mungu anatumia kinywa chako kunena. Mimi ni mtumishi wenu. Haleluya. 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 Mimi sio yote katika yote. Yote katika yote ni Yesu pekee yake. Sema amen. Haleluya. Musa yeye pia hakuwa yote katika yote. Alipopanda kwenye imani kama mwanadamu, kama mwana sasa unajua pia Mungu anapotupatia hizo huduma, wengine mnatuogopa. Mwingine nikisogea tu kidogo ni bishop akae na wewe. Unakuja kufanya nini? Hata kukaa jamani. Hata kukaa. Ni kama ile kukaa nikisema hotel mzee ndio hotel anakuja kwako. Unakuja kufanya nini? Nakuja tu kusalimia. Nakuja kusalimia nini? Mimi ni mwanadamu. Nahitaji fellowship. Mtu mmoja atakapo nyumbani hapa, nikaa kama vijana wangu wengi hapa. Nikitaka kusogea, wanahama. Sasa kunahama nini? Na mimi ni mtu tu nataka watu kae. Na mimi ni mtu jamani nataka tukae. Wachungaji wakija hapa kwenye semina vikao. Nikijaribu kusogea, bishop tunakotoka. Naona sasa mimi ni nini? Sasa nataka mimi nitashika mimi mtu. Musa anakuwa mwanadamu. Alipopanda kwenye mlima ananyosha mkono, anafika sawa, anachoka. Mikono ikishushwa, Israeli wanashindwa. Wakamwekea jiwe. Yazikana umesema muda mrefu.
watamwekea juu ya kaa, anakaa ananyosha mikono, maombi, na akinyosha wana shida. Na ninakwambia leo familia yako itakuwa salama kwa kuwa unaomba. Haleluya! Watoto wako, ofisi yako, kampuni yako itakuwa salama kwa kuwa unaomba. Kijiji chako, nchi yako, nyumba yako itakuwa salama, maana umeinua mikono kwa Bwana na umesikia maombi ya watu wake. Kuna mambo yanatupata akuwa hatuombi. Amen. Hii mambo ya ajabu sana. Maombi, kuna wimbo unasema the praise what? See, kuna wimbo unaimba praise. See, go up there. Kuna wimbo the praises go. Again. When again. Tuimbe wote. Again. When your praises go up, your glory comes down. Again. When your praises go up, your glory comes down. Sasa hiyo Musa alijua sasa praises alipopeleka maombi. Haleluya! Akipeleka maombi iko nguvu isiyo ya kawaida, inapiga meleki. Akiacha kuomba, Amaleki wanashinda. Kanisa lisiloomba, nataka niwaambie, kanisa lisiloomba, mabundi ya kishirikina yatakaa ndani. Ndipo Biblia na television mmoja kanipiga anasema, Bishop, kuna kundi hapa wanakuja kila saa fulani. Nasema huyo sio kundi wa kawaida huyo. Na akifika naenda shia anasema huyo ndege anateswa tu na wajamaa, huyo ni tufukuza pepo. Na ule kanisa lisimfunga shetani alifunga kanisa. Tusipoomba vituko vinatokea vya ajabu. Tukiomba Mungu anatembea. Haleluya. Mpendwa, nyinyi mashaka kutangaza haya maombi na kuanza mfululizo. Kuna ili anga linabadilika, kuna vituko vinakuja, wengine shangaa wanatoa pepo hapa, wengine wanatoka mwenyewe. Kuna vitu vinaendelea Bwana. Haleluya. Kwa hiyo nataka niwaambie, tunapoomba ndipo napata ushindi. Unataka ushindi utokee kwenye maisha yako? Unataka ushindi utokee kwenye ofisi yako? Unataka ushindi utokee kwenye kampuni yako? Unataka ushindi utokee katika shule yako? Unataka ushindi utokee kwenye huduma? Unataka utokee kanisani? Lazima tuombe. Yesu anasema tupaswa kumwomba Mungu kila siku. Ushindi wetu. Musa aliomba. Amen. Narudia hii. Kwa nini anahitaji lakini yeye ni mwanadamu. Haleluya. Mwingine anajiuliza kwa nini tumwombee Bishop? Bishop anajiombea sana. Siwani mwambie, mshukuru Mungu unapomfanya mtu mmoja furahi. Usije jambo la kawaida. Kumfanya mtu afurahi, kumfanya asikie amani, kumfanya atakaye katika utulivu, hiyo ni jambo kubwa sana. Haleluya pendwa. Mfanya mtu mmoja alikuwa na huzuni afurahi. Mtu akafurahi. Hata kasikia kujibu,
Ndio maana alikuwa analia na machozi furaha. Alikuwa anashia sikia amefunguliwa. Hiyo jambo zuri sana. Kazi kufanya ubiri. Tuhubiri Mungu akuhudumie, mizigo ndio kutoka kwa furaha. Mwombe Bishop ni mwanadamu. Mikono inalegea. Anahitaji akina huri, akina Haruni ambao watamua mikono yake ili hatimaye ushindi fanyeje? Wewe kutokea sema anahitaji wewe ni huri na Haruni. Haleluya. Amen. Amen wapendwa. Haleluya. Ili ushindi uendelee kutokea. Sisi wote hapa ni kanisa la Mungu. Bishop ni sehemu tu ya nini? Haleluya. Haleluya wapendwa. Pastor, bishop, kiongozi anayeongoza ni sehemu tu. Ustawi wa mbingu unategemea wewe. Amen. 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 Haleluya. Haleluya wapendwa. Kwa huyu alipopanda mlimani kanaomba wanashinda. Kawekwa kina Huri, wakawekwa kina Haruni, hatimaye ushindi. Acha jambo la kawaida anasema hivi. Anasema nenda msao kufuatia tumalizie kwa kufuatia. Hii hapo. When Moses' hands grew tired, wakatafuta juu akamwekea, akakaa. Baada ya mikono yake kachoka, Haruni na Huri wakashikilia. Mmoja upande huu na mwingine upande huu. Ndio ilikuwa dogo. Sio kazi basi. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipofanyaje? Yaani mpaka jioni. Mpaka jioni. Yeye anaomba Joshua na piga kule. Nyingine malizie wapendwa. Kila mmoja una sehemu ya kufanya kwenye mwili wa Kristo. Wao wanapigana vita, Musa na Haruni na Huri wanaomba na ushindi unatokea. Wewe ni sehemu ya ushindi katika kazi ya ufalme wa Mungu. Sema amen. Amen. Wewe ni sehemu ya ushindi katika ufalme wa Mungu. Wewe sio mtazamaji. No, wewe ni sehemu ya ushindi. Hakuna yeyote mtazamaji katika ufalme wa Mungu. Kila mmoja unalo jambo ambalo kufanya ili ushindi wako utokee na mbele kimaisha. Nimalizie hivi, unajua katika Matendo ya Mitume 4 utasoma kwa wakati wako. Baada ya kuinua kiwete mlango wa 3 pale, Petro na Yohana kufanyaje? Walikamata, si ndio? Wakasema msiseme tena jina la Yesu, akatishia. Msoma pale mbele anasema walikwenda kwa watu kwa. Watu wapi? Kwa watu gani? Kanisa. Walikwenda kwa watu kwa, sio watu kwa, inamaanisha kanisa. Ni muhimu sana kama kanisa kushikamana, kushirikiana. Tutaona ushindi. Kuna mambo mengine tutahitaji kama njoni tuombe, itikeni njoni. Mama mwingine Mungu ataweka mzigo wa pekee kwa njoni tuombe leo. Mwambie wazee leo hakuna kwenda nyumbani, tunakesha kwa wazee. Mwe tayari kwa ajili hiyo. Nataka niwaambie, wakati nasoma Nairobi, Ford alikuwa ni missionary wa Sense of God. Missionary Ford kwa miaka mingi. Alituambia chuoni, akasema alisema akasema hapa Kenya kwa mzee wa kanisa ni vizuri, lakini sio Tanzania. Tukasema kwa nini? Akasema Tanzania
Unashangaa mumeenda kusali kanisani kama mzee wa kanisa, unashangaa imetokea pepo imelipuka. Ikilipuka tunatoa pepo alitoka. Mchungaji anasema okay, sasa wazee wa kanisa kwanza sasa tunafunga kwenda, hakuna kwenda nyumbani mpaka pepo atoke. Akasema ndio Tanzania. Pepo imetokea tu. Wanakemea Wakristo wanaenda nyumbani, mjue wazee mtapiga hiyo kazi, mtanyosha bashi mpaka pepo atoke. Hakuna kukimbia. Kwa tayari. Kuna siku nakumbuka sasa tumezuia hii Lugalo kunaleta wanafunzi kwa mabasi hapa. Kutoa pepo tukona nasema zuia nasema nasema pale. Wanaleta kwa mabasi, kuna kuja walimu wanaoleta. Naita watu njoni hapa, unashangaa huko mtapakaa wengine huko wengine kule. Tunatoa pepo. Toa masaa. Kwa hiyo tayari wanasema amen. Uri na Aroni wamesaidia Musa. Ni vizuri kushikamana kama kanisa. Wewe una sehemu ya kufanya ili ushindi utokee. Haleluya. Na walipotishiwa Yohana na Petro wakaenda kwa watu wakaomba sana, Mungu akawatokea wakashinda. Ukienda mlango wa 12 wa Matendo ya Mitume pale utakuta ameuawa Yakobo, sio? Lakini Petro akakamata yule ndani. Bisa kwamba kanisa likamwomba Mungu kwa bidii kwa ajili yake. Wapi? Mbingu kaingia kati. Malaika kaingia kwenye nini gereza mbele. Mungu katoka. Alipotoka anaenda kwa hapo kwao. Akakuta anaomba tu. Anasema ni mimi. Ndio akawanyamazisha. Waliomba kanisa. Maombi yana nguvu sana hata wakati wa changamoto. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Naomba usimame pale ulipo. Maombi yana nguvu sana hata wakati wa changamoto. Haleluya. Tusimame. Hebu tafakari, unakwenda kushikiliza Bwana. Mtafakari Yesu aliyekufa kwa ajili yetu na mpendo wako pekee. Tafakari, na kama kuna jambo ambalo mpendo wa Mungu anakuambia umefanya dhambi, tengenezwa na Mungu. Tubu wakati kama huu, kabla ya kwenda kushikiliza takatifu, peleza moyo wako. Ona neema ya Mungu, ona upendo wa Mungu. Mungu anakuwazia mema, anakuwazia mema.